mahusiano yetu yalikuwa ni drama sana. Unajua kwa nini? Yeye ni mzuri na alikuwa ni mwanamke ambaye akipita mbele ya mwanaume yoyote yule lazima ugeuke nyuma na kumtizama na kumsifia yeye ni mzuri. So alikuwa kile kitu cha kujiita yeye ni mzuri na maisha ambayo amekulia na mimi ni tofauti. Pale ndo zilianza drama. Mimi binafsi sipendi mtu ambaye anajionyesha yeye ni bora kuliko yoyote, kwa sababu mimi mwenyewe na msimamo wangu. Alafu mimi nina hasira sana. Kwa hiyo kupitia yale mambo na ukizingatia mimi nilikuwa sijawahi kupenda, hatujawahi kuishi kwa amani. Zaidi na zaidi ilikuwa tunakomoana. Akichiti na chiti, akichelewa kurudi na chelewa kurudi, akinitukana na mtukana. Na hapo ndipo tukajikuta tunapendana sana kutokana na yale matukio, kwa sababu kila mtu ajikuta anafurahia mapenzi yetu. Lakini kuna baadhi ya muda unakuta anaweza akachiti, mimi nikaumia moyoni, au mimi naweza nikachiti naye akaumia moyoni. Kwa hiyo unakuta nasema mimi ni mtu aina gani, mwanamke wangu anachiti naumia, lakini nakuta siendelee kumwambia kile kitu, ni maoni naumia. Na hivyo hivyo anaongelea dau, kwa nini ananifanyia hivi, mimi na changamoto gani na nini. Lakini ndio mapenzi yalikuwa pale, na tukajikuta kila mtu kwa wakati wake anafanya drama ambazo mbele za watu ni vituko, kiasi cha kwamba nikajikuta naanza kusmoke, nikajikuta naanza kutumia vilevi, na nikajikuta naanza kwenda sehemu ambazo mimi binafsi nilikuwa sizipendelei. Nikajikuta hata performance yangu darasani inaanza kushuka, hata mahudhurio ya chuo yakawa tofauti na ambavyo nilianza chuo. Ukizingatia chuo nilikuwa na talent kubwa sana kiasi cha kuaminiwa kwamba nikapewa uongozi wa darasa, kwamba wanafunzi wote wananitegemea mimi. Nisipokuwa mimi darasani, basi kuna vipindi haviwezi kwenda sawa hapo chuo. Kwa hiyo nikajikuta hata performance ya kwenda chuo yani haiko kama zamani. Utakuta naenda chuo haraka haraka niwahi kurudi nyumbani nikamuone yeye. Kwa hiyo naweza kusema zile drama kwangu mimi ilikuwa ni kama kituko mbele za watu, kwa sababu nikana najaribu kuishi maisha ambayo sikutegemea kama nitakuja kuishi. Maisha ya kuanza sasa kuutumia wanaume wangu vizuri, ili mradi tu nimuumize yeye, aumie, mimi moyo wangu uriziki. Na hapo ndo nikaamini kwamba nalipa kisasi kwake. Unajua watu waachane kwa sababu chiti, lakini kuna muda ukifika mioyo tu yenyewe inachoka, inasema basi. Kwa hiyo mimi naweza nikusema kwamba mimi nilikuwa sababu kubwa ya yeye kusema basi. Yeye ni mwanamke tu. Yaani mimi nilifanikiwa kuacha vile vitu, kutumia ile miadarati, lakini yeye alishindwa kwa sababu yeye pia alikuwa anatumia hivyo vitu. Alikuwa anatumia hivyo vilevi, alikuwa na smoke pia. Kwa kutokana na mimi kumpiga ile matukio, akajikuta akikaa karibu na mimi, hata kama nimemwacha hawezi kuvumilia kwa muda wa nusu saa. Yaani hata kama nimemwacha hawezi kuvumilia kwa muda wa nusu saa. Atakuja tu kuniletea usumbufu. Sasa ile niletea usumbufu kwa urahisi, lazima atumie kilevi. Akitumia kilevi hamna mtu ambaye anaweza kumzuia. Atakuja atanifanyia fujo, atakuwa tu karibu na mimi. Kwa hiyo sasa kutokana na haya matukio mimi nikajipa imani kwamba huyu atafanya mambo yake, lakini hawezi kuachana na mimi. Lazima atarudi tu. Na kweli ataondoka, tutakaa miezi 5 6, lakini atarudi. Akirudi lazima atakuja kwangu. Na sijui kitu gani kilikuwa kinamvuta kwangu sana, lakini naweza kusema kwamba huenda nilikuwa mwanaume special sana kwake. Kwa sababu sina pesa kwa wakati huo, nategemea pesa ya mzazi. Niko chuo, lakini mwanamke ananing'ang'ania kiasi cha kwamba anaweza akachiti na watu wenye pesa na zile pesa akanipatia mimi. Can you feel? Kwa hiyo ni kwamba nahisi nilikuwa special sana kwake. Sijui iweza labda kwenye tendo au labda zile tabia zangu au labda kumjali kwa wakati fulani. Kwa vile vitu vikawa vinamkuta kwamba yeye kwake mimi nakuwa special sana. Lakini nilikuwa sina uwezo wote ule kumpatia pesa au kumfanyia kitu chochote ambacho nikajihisi special kwake. Zaidi yeye ndo alikuwa ananipa mimi zawadi na kunipa pesa ambayo anapata kwa baadhi ya wanaume. Sauti ya moyo. Kusababisha maumivu naweza kusema hapana au naweza kusema hapana, au kwa upande fulani naweza kusema ndio. Kwa sababu niliachana naye wakati ambao namhitaji. Kwa sababu niliamini kwamba kama mimi nimebadilika, hata yeye anaweza kubadilika, kwa sababu alikuwa ananisikiliza mimi kuliko mtu yoyote yule. Kwa sababu nilikuwa nikifanya commandment kwake, nikimwambia fanya kitu fulani atafanya kwa wakati ambao mimi nataka. Watu walikuwa wanamwambia kwamba achane na mimi, lakini mimi nikitumia kauli yangu moja tu, nenda ndani. Hata kama akaambiwa achane na mimi, hata kama akaambiwa tutakutenga,
ni kama anatoka kushoto anaenda kulia, yani masioni mwake asikii chochote. Kwa hiyo naweza kusema kwamba niliamini kubadilika kwangu mimi hata yanaweza kubadilika. So nilitamani nimbadilishe, lakini kumbe pale ambapo mimi nilimwacha yeye, pale alikotoa ule ujauzito wa mwisho, nahisi yeye alijipa space ya kurudi kwenye maisha ambayo hakustahili kuyaishi, ya kuwa mdada wa mjini. Na hapo nahisi ndio future yake ilibadilika. Nahisi nilipandikiza chuki ya kuwachukia wanaume, kwa sababu nishaye kunukuu baada ya rafiki wetu kurudi, alishaye kusema nawachukia sana wanaume na wewe ndio sababu na nini. Kwa hiyo nahisi kwamba kwangu mimi dhambi ambayo nimeibeba ni kwamba nilimsababishia matatizo kuishi maisha ambayo kutegemea kuja kuyaishi, kuwachukia wanaume na kujikuta kujiingiza kwenye makundi ambayo hakustahili kuyaishi. Lakini ni yeye ambaye alijisababishia mwenyewe, kwa sababu light kama angekuwa asikilize maneno ya watu na ananipa mimi muda wa kunibadilisha, mimi ningebadilika. Kwa sababu kama mwenyewe bora niliweza kubadilika, hata na yeye alikuwa anaweza kunibadilisha. Ni swala la kunipa muda, kwa sababu nahisi ulikuwa ni utoto, na hivyo ni katika harakati za ukuaji. Kwa sababu baada ya muda nikakaa chini, nikawa strong, nikafanya mambo yangu, nikawa perfect one. Na kila mtu ambaye nilikuwa nakutana naye kwenye maisha, kama anatamani kufikia sehemu yoyote, anichukulia mimi kama ni nembo fulani vya mabadiliko, ni icon ya mtaani, kwa sababu kila mtu alitamani kuwa kama mimi kwa wakati ule. Kwa sababu aliona maisha yangu ambayo nimepitia ghafla tu, baada ya mwaka mmoja nimekuwa mtu tofauti. Kwa kila mtu alitamani kujua siri mafanikio yangu. Kwa naweza kusema kwamba hata yeye kama angenipa nafasi ya kunivumilia angebadilika. Kwa hiyo naweza kusema kwangu mimi haikuleta shida sana, ni mazoea tu, ila kwa yeye ilileta shida, kwa sababu aliona yeye yupo kwenye depression ya mawazo, lakini mimi niko strong na ninatabasamu kila siku. Kutokana na yale mahusiano ya mimi na yule binti, naweza kusema kuna vitu vitatu vikuu nimejifunza. Nitaanza kuviweka kwa makundi. Kwanza, mwanaume yoyote unatakiwa uwe na busara, hekima, na kwenye busara na hekima unazaliwa msimamo. So for my side naweza kusema kwamba sio kila kitu mwanaume yoyote ule ambaye upo katika harakati za ukuaji ukipate, na sio kila kitu kikukute. Yaani kuna vitu vingine acha vikupite. Kwa hiyo hata kama umpendi mtu au umejihisi hauna mapenzi tena na mwanamke yoyote yule, mpe nafasi afanye mambo yake, mwambie. Au hata kama una mahusiano na mtu umeanzisha, jaribu kumpa ukweli kwa vitu ambavyo umevipitia, ili kwake yeye ikija kumtokea lile swala isiwe kama vitu vigeni sana kwake, viwe ni vitu ambavyo vimebaki kama simulizi kwenye moyo wake, kwamba mwanaume wangu alikuwa hivi na hivi lakini kashabadilika. Kwa hiyo pale ndo tunaita busara na hekima inazaliwa, kwamba haina haja tena kumficha. Na mimi nashukuru baada ya pale, ikitokea nimeanzisha uhusiano au nimeanza mahusiano na mwanamke yoyote ambaye nimetokea kumpenda, nilikuwa ninamwambia ukweli, sikuwahi kumficha, ili asinione mimi ni katili au asije kusikia zile story kwa watu wakasema mimi ni katili. Na hiyo sehemu nilikuwa na wini. Cha pili ni kwamba hamna kitu kizuri kama amani ya moyo. Yaani chagua mwanamke ambaye ni sahihi kwa wakati sahihi, au ingia kwenye mahusiano ambayo ni sahihi kwa wakati sahihi. Sio kila mahusiano, sio kila mwanamke awe mzuri wa sura, wa tabia, mwenye pesa, mwenye nini uone kwenye mahusiano. Kama unahisi huyo mwanamke anakupa amani, fine, fanya naye mahusiano. Ila kama unahisi sehemu hiyo hakuna amani, zaidi utajikuta unaweza ukatengeneza visasi ambavyo vitakuja kubadilisha generation yako yote ya maisha. Achana naye. Tafuta mwanamke ambaye ni sahihi kwako. Cha mwisho ni kwamba unaweza kukuta unapoteza heshima kwa kitu kidogo sana. Mimi nilipoteza heshima na amani baada ya kumpiga tu mwanamke. Lakini baada ya kujiwekea mwenyewe msimamo wangu kwamba sitakuja kupiga tena mwanamke, yaani hata itokeaje, hiyo siku sio itakuaje. Yaani bora nitoke mimi nimwachie yeye hiyo chumba, au bora nitoke mimi nimwache kabisa niende mbali na yeye kuliko kumpiga, ili nisiondoe heshima yangu. Zaidi nimpe kitu ambacho kwake kinaweza ikawa kigeni, kwamba kaondoka hajaniambia chochote. Je, huyo ni mtu aina gani? Kwa ile kitu itamuumiza maisha yake yote. Kwa hivyo vitu ambavyo mimi nimejifunza baada ya mahusiano mimi ya ule binti kuvurugika.